Hello, ibana, uhali gani rafiki yangu, uhali gani mfanya biashara, uhali gani mjasiriamali mwenzangu, ni ndoto za kukua na kuongeza zaidi kipato. Ibana, leo tupo katika kujifunza ni jinsi gani ambavyo tutaweza kupata machimbo ya bidhaa. Na katika hii application ya 1688 ziko bidhaa tofauti tofauti. Sasa vipi ambavyo unaweza kupata machimbo ya bidhaa? Sasa kama ambavyo nakwambia, cha kwanza ili uweze kupata chimbo ya bidhaa, cha kwanza inabidi ujue bidhaa zinatafutwa. Hiyo ndio njia nzuri ya kwanza ambayo itakusaidia kupata bidhaa. Na nikwambia zipo njia tatu nzuri ambazo zinaweza zikakusaidia kupata bidhaa. Njia ambazo zinaweza zikakusaidia kupata bidhaa ni kupitia categories za bidhaa tofauti tofauti. Kwa mfano kama hivi ambavyo unaona nimeingia hapa, kuna categories hii na category, kwa nitaingia nitatafuta, ni kama vile ambavyo nimekuelekeza katika upande wa Pinduoduo. Kwa hiyo hata huko napo nitaingia nitatafuta nahitaji category gani, ni kama hivi ambavyo unaona nitachagua, na categories ni hizi huko ambazo wamekuandikia pembeni. Kwa hiyo utachagua, kwa mfano kama hapa maybe mimi nahitaji lightning, nahitaji nguo za kiume, nahitaji labda tuashum, nahitaji sports au vipi. Kwa hiyo utachagua kama hivi ambavyo unaona, na kuchagua kila product ambayo unaichagua inatokea kutokana na category husika. Then haya huku ni makundi makubwa ya bidhaa, lakini kuna makundi madogo madogo ndani ya makundi makubwa ya bidhaa. Kwa mfano kama hapa sehemu ambayo nimechagua, hii ni sehemu ya jewelries nini. Kwa ukiingia sehemu kama hii, unaingia tena unatafuta makundi madogo ya bidhaa husika. Kwa mfano kama hapo ambavyo unaona nimetafuta pale hereni ile pale, na zitatokea kitu kama kile, nibonyeza sehemu ya hereni kama hizo na zitatokea. Hii ni namna ya kwanza ya kupata bidhaa. Kwa hiyo kupitia category ya bidhaa unaweza kupata bidhaa zaidi ya bidhaa au kundi hilo ambalo unalitafuta. Lakini categories sio hizo tu, categories pia ni kama hizi juu ambavyo unaona. Upande wa kwanza hii ni recommended, wameletea bidhaa ambazo wana recommend au unazitafuta sana, kwa hiyo ndio maana wameziletea hizo. Lakini ukiingia hii factory hii ni kama kiwanda. Kwa hiyo kiwanda ni sehemu ambayo wanakuonyesha bidhaa ambazo zinauzwa, sio kiwandani, kiwanda kwamba hizi ni bidhaa ambazo zinauzwa ndani ya hii application ya 1688, lakini pale juu wamekuonyesha factory. Lakini ukija sehemu ya industrial, hii ni sehemu ambayo zinauzwa sana bidhaa zile za uchakataji, yani bidhaa ambazo zinatumika katika uzalishaji wa vitu mbalimbali, ndio sehemu hii ya industrial. Kwa hiyo inategemea na mwenyewe unatafuta sana material namna gani, then utaingia. Wengi tunatafuta sana bidhaa ambazo zipo katika hii sehemu ya factory. Kwa hiyo ukiwa hapa inabidi sasa utafute hizi ndio sehemu ya mojawapo za categories ambazo nakwambia. Sasa namna gani nyingine ambayo tunaenda kutafuta bidhaa katika hii application ya 1688? Njia nyingine ni zile affiliates, either utaandika jina la nguo ambayo unahitaji, kwa mfano kama jina la bidhaa ambayo unahitaji, kwa mfano kama tunaandika kids clothes, zimetokea kama hivyo. Lakini pia ninaweza nikatumia picha ya bidhaa kutafutia bidhaa ambayo nahitaji. Tuashum labda natafuta tuashum labda natafuta hii bidhaa hapa, kwa kama ambavyo unaona nimeweka tu picha hapo, inatokea bidhaa either kama ile ipo au bidhaa kama ile. Lakini unaona kwa upande huo 1688 hii bidhaa haipo, nikiangalia hii hapa ipo. Kwa hiyo unaona kitu ambacho wameniletea, wanaleta vitu ambavyo wanahisi wanafanana na bidhaa kama ile. Kwa hiyo nilishahisi kwamba hii bidhaa ipo, lakini nimetafuta kumbe bidhaa hii hapa ipo. Kwa hivi ndivyo jinsi ambavyo tunatafuta bidhaa katika hii application ya 1688. Sasa tunatafutaje machimbo? Kwenye kutafuta machimbo katika hii application, njia rahisi ya kwanza kabisa ni kama hiyo ambayo nimekwambia. Tumia picha ya bidhaa ambayo unaitaka ili uweze kupata bidhaa zaidi ya hiyo na niliko. Kwa mfano kama hapa nimeweka hii picha, watakao kuja hapa ni wauzaji wa hiyo bidhaa tu kama wapo. Kwa mimi nachagua, nina option ya kuchagua niingie katika duka lipi kununua. Kwa mfano kama hapa nikiangalia haraka huyu anauza 2.9, huyu ni 0.59, huyu ni 2. Kwa haraka huyu, hii ndio sehemu ambayo nitaenda kupata bidhaa kwa bei ya chini. Lakini haimaanishi kwamba hizi bei ninazoziona hapa ndio bei halisi, hapana. Ila kuna bei, yani hizi bidhaa zinaanzia bei hii ndani yake. Kwa hiyo naweza nikaingia nikakuta labda hii yuan 52, 0.52. Hii ni yuan ya bei labda milimita ndogo zile, lakini kuna hadi yuan 2 kama ambavyo naona huko, ambazo labda tuashumi bidhaa ina milimita tofauti. Kwa hiyo nitapata kwa milimita za juu. Kwa hiyo ni kama hivyo. Hivi ndivyo jinsi ambavyo tunafanya. Kwa mfano kama hivyo tena mwingine nimetafuta kwa picha hapo, nikiweka bidhaa kama hii, wataniletea tena wauzaji tofauti ambao wanauza hiyo bidhaa. Kwa hiyo nafanya kuchagua tu nani mwenye bei ya chini niingie. And then kule nitaenda nitakagua vitu vingine, kwa mfano quality ya bidhaa nini, nikijiridhisha na bei yake kweli ya chini, maana yake nanunua. Hiyo ndio namna ya kwanza ya kupata machimbo ya bidhaa, maana yake tunatafuta bidhaa kwa wauzaji wanaofanana. Lakini namna ya pili ya kupata machimbo ya bidhaa, kwa mfano kama hivi ambavyo unaona hapa, tukitumia mfano wangu wa bidhaa ambayo nimetafuta hapa, kids clothes. Ukiwa una search nimeandika kids clothes pale, zitakuja nguo, nimeandika nguo za watoto, maana yake zitakuja nguo za watoto tofauti kama jinsi ambavyo unaona. Sasa hapa ili niweze kufahamu kwamba naingiaje au napataje chimbo, ni rahisi tu, nilikwambia usifanye chochote au penda sana kutranslate ili unaelewa. Usisubiri mpaka Mr. Choch aje akwambie bwana translate au hichi kitu hapo wamemaanisha kitu fulani. Hapana, sio vyote ambavyo utapata kwa Mr. Choch, ila yeye anakupa mwangaza. Kwa hiyo sasa hapa nimeingia na kama hivi ambavyo unaona nimetranslate, nimeandika pale juu kids clothes, na ukiangalia katika hizi options hapa juu utaona kwamba baada ya kuandika kids clothes wameniletea options tofauti kama vile ambavyo unaona pale juu. Cha kwanza wameniletea nini, to translate tuone, na kama ambavyo wameniletea vitu tofauti ikiwemo kama hizo, kuna super factory, kuna location, kuna OM, kuna all, kuna find the factory, kuna shop. Kwa hapa ambacho nimeandika ni hicho andika pale kids clothes, mimi nimeandika vile na imejiweka katika sehemu ya find a factory.
Kwa kwenye find factory ukiona alama hii na kukaririsha, ukiona hii alama kama ya I na kuna hii alama kama ya L, hii maana yake ni kwamba find factory. Kokote kule utakapoiona ukibonyeza hiyo maana yake ni find factory. Kwa kama ambavyo unaona hapa nimeingia ninatafuta factory. Sasa pia baada ya hizi ni sehemu za options tu, unachagua option yako ikae wapi. Kwa mfano kama hapa, kama unakumbuka hii ni factory, hii ni shop. Kwa unachagua unaingia sehemu gani unataka kununua bidhaa zako, lakini kuna hii sehemu ambayo nikibonyeza hapa wanakwambia all, yani kwamba unachagua sio tu bidhaa. So yani unaona kama hapa hii nimeandika kids clothes then nimeweka hii sehemu ya all, maana yake hapa viwanda na maduka vyote yanatokea katika hii sehemu. Ya kama ambavyo unaona ukiandika kama hivyo kids clothes zinakuja hapa, nimeingia sehemu ya all, yani ni all kwamba maduka, viwanda, chochote kile kitokee kinionyeshe bidhaa zilizonazo. Lakini ninaweza pia nikaingia kwa mfano kama hapa find factory, nikaingia hapa maana yake hili ni viwanda, lakini kuna hii sehemu ambayo linaandikia shop, maana yake huku ni sehemu ya maduka. Sasa mimi nahitaji kununua bidhaa kwa bei ya chini, natafuta chimbo. Kwa hiyo ninachokifanya itanibidi niingie sehemu hii ambayo imeandikia find factory. Lakini kwenye find factory pia kuna hizi option hapa chini. Ukiingia hapa maana yake ni kwamba vile unaenda direct kwenye super factory. Kama hivi ambavyo unaona tukitranslate hapa wanakuambia pale, maana yake ni kwamba hii ni super factory, yani viwanda kabisa vile ambavyo vina. Kwa utachagua kama hivi ambavyo unaona kuna hichi kiwanda na chingine ambacho nakukaririsha katika hizi application. Kuna alama tofauti tofauti ambazo pia zinatokea kuonyesha wewe uzuri wa muuzaji. Kwa mfano kama hivi ambavyo unaona uzuri au ukubwa wa muuzaji. Kwa mfano kama hapa ambavyo unaona kuna shops, hivi ni viwanda tofauti tofauti ambazo wanauza nguo za watoto. Lakini sasa najuaje kiwanda kizuri kwa haraka haraka? Cha kwanza kabisa ambacho nataka nikukaririshe, kuna hii alama. Hii alama ukiona hii alama ya bull au kichwa hichi cha Red Bull, maana yake ni kwamba huyu muuzaji ni hot, yani muuzaji ambaye anauza sana kipindi hichi. Yani kwamba huyu muuzaji nguo zake zinaenda sana kipindi hichi. Kwa hiyo ukiona hichi alama cha hii ni sehemu ya kwanza kukimbilia. Yani kwamba huyu ni seller mzuri. Watu wengi wananunua sana kwake bidhaa kwa kipindi hichi. Kwa nini wananunua kwake bidhaa kwa kipindi hichi? Inawezekana na bei nzuri au inawezekana na nguo nzuri. Kwa hiyo ni sehemu ya kukimbilia kwenda kuangalia. Lakini sehemu nyingine ambayo tunakimbilia kwenda kuangalia ni hichi alama cha kama alama cha ruby. Hii alama maana yake ni kwamba hii ni super factory, ni kiwanda kikubwa ambacho kinazalisha bidhaa. Kwa hiyo kuna hii alama inakuonyesha kiwanda kikubwa na hii alama inakuonyesha muuzaji kubwa. Kwa hiyo kati ya huyu na huyu kwa wakati huo kumkimbilia ni huyu wa juu ambaye anaonekana anauza sana. Kwa hiyo hivi ndivyo jinsi ambavyo tunafanya katika kutafuta bidhaa. Kwa hapa ambacho unafanya sasa, utaangalia bei. Labda yupi mwenye bei nzuri. Sasa hapo huwezi kufananisha bei kwa sababu wote hawa wana nguo tofauti tofauti. Cha msingi utaingia uangalie nani mwenye bei nzuri na bei nzuri, uchague katika hizo sehemu. Kwa hivi ndivyo jinsi ambavyo tunafanya katika hii application ya 1688 kwenye kupatia bidhaa yoyote ile, kupata chimbo la bidhaa yoyote ile ambayo unaitaka. Na sasa twende tukajifunze pia sehemu nyingine ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukapata bidhaa katika application nyingine. I say una swali usisite kuuliza. Mr. Choch nipo hapa kwa ajili yako na ni furaha sana kuwa na wewe darasani. Karibu sana, tuendelee masomo.